Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo. Leo ninakuletea nini maana rozari. Rozari ni sala nzuri sana na yenye utajiri wa neema. Ni sala inayogusa kwa karibu maisha safi ya mama wa Mungu, mama yetu Bikira Maria. Rozari maana yake nini? Hili ni neno la Kilatini. Rozari maana yake ni bustani ya mawaridi au taji la mawaridi. Mawaridi ni maua mazuri ambayo ukimpa mtu ni zawadi ya upendo. Matendo ya upendo kwa kadri ya desturi ya watu wa Ulaya ilikuwa ni kupeana maua ya mawaridi. Kwa sisi wa Kristo, mama yetu Bikira Maria ni mpenzi wetu, na zawadi kubwa tunayoweza kumpatia ni mawaridi ya kusali, na ni kusali rozari ambayo ndiyo mawaridi yenyewe. Historia ya rozari takatifu ni ndefu. Ilianza zama za Ukristo, karne ya 3 na ya 4. Walikuwepo wamonaki na waemiti ambao waliamua kuishi Injili kwa ukamilifu. Walikuwa ni wasomi, walikuwa wachache, na waliamua sehemu ya maisha yao ya sala kusali rozari kwa kusali la Zaburi 150 kila siku. Hivyo walizihesabu zaburi zote, kila wakimaliza kusali moja baada ya nyingine, kwa kutumia mawe au changarawe au mbegu za matunda na kwa kuzitupa ndani ya chombo ama debe. Ilikuwa ili kurahisisha katika kuhesabu wakati wa kusali. Na hatimaye walitengeneza kamba ndefu yenye mafundo yenye vifundo 150 ili kuwasaidia kuweza kusali kwa urahisi zaidi. Wakristo ambao sio wamonaki waliiga pia namna ya kuzihesabu baba yetu kwa kutumia kokoto, mbegu za matunda, na baadaye walianza kutumia ushanga uliopitishwa kwenye kamba na katika punje 150 ambayo kwa namna ya pekee ni kama rozari yetu tunayotumia hivi leo. Inasemekana kuwa Mtakatifu Peter Damiani mnamo karne ya 11 alitoa ushauri wa kusali rozari, kusali rozari, yaani kusali salamu Maria 150 badala baba yetu 150. Na mnamo mwaka 1365 monaki aitwa Henry alizigawa salamu Maria 150 katika makundi 15 yenye salamu Maria 10 kila kundi. Hiyo inakadiriwa kwa mwaka 1328 hadi mwaka 1408. Na pia aliweka baba yetu kila baada ya salamu Maria 10. Japo hivi sasa tunatumia rozari ya salamu Maria 50 ambayo ni pia ambazo zina salamu Maria 150 kwa ujumla wake. Yaani kuna rozari zingine za salamu 150 kwa ujumla wake. Rozari takatifu tunayosali leo, mwenye Eli Alani alifunuliwa katika ndoto na kumuona Mtakatifu Dominiko kama mtu anayehusika na asili ya rozari katika muonekano wa sasa. Inasemekana kuwa wakati huo kulikuwa na kundi la wazushi hasa Ufaransa na Italia. Walikuwa wanapita kwa watu na kufundisha mafundisho potofu, huku wakikataa fumbo la umwilisho, yaani nafsi ya pili ya Mungu kuchukua mwili na kuwa binadamu. Walipinga mafundisho la kanisa juu ya uwepo wa masakramenti, na walikuwa wakiyapiga debe matendo maovu ambayo kanisa linapinga kabisa. Mtakatifu Dominiko alipambana nao kwa udini na uvumba, lakini juhudi zake hizi hazikuzaa sana matunda. Kwa mujibu wa mwenye heri Alani, Bikira Maria alimtokea Mtakatifu Dominiko mnamo mwaka 1214 na kumwambia kwa hili kuwashinda wazushi hao anapaswa kueneza ibada ya rozari, na hivyo kumfundisha Mtakatifu Dominiko. Na mara baada ya kuanza kusali na kuwafundisha watu wengi, kundi hilo la wazushi lilitokomea kabisa, kwani wengi waliongoka na kurudia mafundisho kweli kwa njia ya rozari takatifu. Kanisa lilipata ushindi dhidi ya wazushi. Hivyo toka wakati wa Mtakatifu Dominiko hadi mwaka 1930 rozari ilikuwa ni ina sala 5, yaani kanuni ya imani ya mitume, salamu Maria atukuzwe baba yetu, na salamu Maria. Sala hizi zote hazikuwekwa kwa mara moja, zilikuwa kwa nyakati tofauti. Katika tukio la Bikira Maria kwa watoto watatu wa Fatima, yaani Lucia, Francisco na Jacinta, huko Fatima, Ureno mnamo Julai 13 mwaka 1917,
Bikira Maria aliagiza watoto hao kuongoza maneno yafuatayo: Yesu mwema, utusamehe dhambi zetu, tukinge na moto wa milele, kila baada ya Salamu Maria 10. Baada hii sala hii ikaitwa ni sala Fatima, na mwaka 1930 kanisa lilitamka wazi kuwa sala Fatima itumiwe na Wakristo wote wa kanisa zima wasalipo rozari, na sala hii ilifanya rozari kuwa na sala 6. Na toka karne ya 16 hadi mwanzoni mwa karne ya 21 kulikuwa na mafumbo ya rozari matatu, yaani mafumbo ya furaha, mafumbo ya utukufu na mafumbo ya uchungu. Na mwaka 2001 Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili aliongoza mafumbo ya mwanga na kuwafanya waamini watafakari maisha ya Yesu Kristo, ya kuzaliwa kwake na mateso yake. Hii ndiyo rozari, ndiyo historia fupi ya rozari ambayo tunaisali leo. Tumsifu Yesu Kristo.